Kristo ndiye mwana kondoo. Na ndio maana Yesu baada ya kuja, yule mwana kondoo wa kwanza aliyeonekana kule Misri, kilikuwa ni kivuli kinatabiri ujio wa mwana kondoo halisi. Ile ilikuwa ni negative, au tuseme ile ilikuwa ni picha, lakini uhalisia wake ni Kristo mwenyewe. Biblia inasema atafutwe mwana kondoo dume ambaye hana ila. Na Mungu alipotaka kumtoa mwana kondoo Yesu Kristo, alitafuta mtu ambaye hana doa ya dhambi, na hapakuonekana mwanadamu ambaye ana sifa hizo. Ndio maana wakati Yohana anaonyeshwa hayo, Yohana anasema kikao kilikaa mbinguni, wakauliza ni nani atakayekwenda kumkomboa mwanadamu duniani. Hakuna aliyeonekana mwenye sifa, kwa sababu kila waliyemwangalia waliona na kasoro. Uzao wa Ibrahimu wote wana kasoro, wanadamu wote wana kasoro. Kwa nini? Kwa sababu wote tumezaliwa chini ya dhambi ya asili ya Adamu wa kwanza. Ilipoonekana hakuna mwenye sifa, wakati Yohana analia akasema ni nani atakayefungua muhuri wa kitabu hiki? Yohana analia, anaona hakuna mtu. Maserafu wameinama, wenye macho mbele na nyuma, wazee wenye uhai, kila mtu mbinguni kimya. Ndipo akawaambia Yohana, usilie, amepatikana simba wa kabila ya Yuda, atashuka duniani. Huyu anayeitwa simba kabila ya Yuda ni Yesu Kristo. Sababu Yesu Kristo anatokana kwenye kabila la Yuda. Na ili awe na sifa ya kuwa mkombozi, hakutakiwa awe na damu ya mwanadamu wa kawaida. Yani hakutakiwa awe na baba duniani. Yasiyowezekana kwa binadamu, kwa Mungu yanawezekana. Ikabidi Mariamu apate neema machoni pa Bwana, kama vile wewe uliyekaa mbele yangu umepata neema machoni pa Bwana. Kama wewe unanitazama kwa njia ya mtandao, umepata neema machoni pa Bwana. Ghafla Mariamu hajui hili wala lile, ndo amechumbiwa na Yusufu, akashangaa mjamzito. Mimba inakuwa, Yusufu akasema my God, mchumba wangu ana mimba na atakuwa muuni. Akaazimia kumwacha kwa siri. Ona watu waliookoka hawapendi kuumiza mtu. Sio mtu unamwacha mtu unamtangaza kwenye mitandao, unaandika na message unikome, mimi sio type yako. Huyu mtu hana Yesu moyoni mwake. Mtu wa Mungu, hata kama mtu amemuumiza, hataki kumwacha kwa kumaibisha. Huyu akaazimia kumwacha kwa siri. Ndipo Mungu akamwambia Yusufu, Yusufu, usimwache Mariamu. Hiyo mimba sio mzinzi wala mwashirati. Mimba hiyo ameipata kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mariamu alipoambiwa yale maneno, Biblia inasema alimwadhimisha, malaika alimtokea, tazama bikira atachukua mimba. Manabii walitabiri. Kwa hiyo anasema ulichokibeba tumboni ni kitakatifu. Ni kitakatifu. Watoto wetu tunaowazaa sio kama wakizaliwa ni watakatifu, ila wakizaliwa hawajui mabaya, mema wala mabaya. Ndio maana mbingu zinapokea. Lakini wanazaliwa na dhambi ya asili ya asili ile ya Adamu. Na ndio maana kitoto kikizaliwa tu, kinapoanza kukomaa ufahamu, kinajua kuiba, kinajua kujificha, wala hakijafundishwa na mtu. Kweli sio kweli? Unakuta kinaenda kwenye kopo la sukari, kinabugia. Kina miaka mingi lakini kinabugia sukari, lakini kinajua kinaiba. Wewe ukiingia huko ndani, jamani mko wapi? Kinaanza kupangusa mdomo. Wewe unafanya nini? Unafanya nini hapo? Umekula sukari? Wakati sukari zimekaa kwenye mashavu. Nani amekifundisha kwamba haleluya? Kwa sababu ile dhambi ya asili, japo kwa wao sasa hiyo dhambi ya asili haiwahukumu mpaka afike umri wa kuamini mema na wa kutambua mema na mabaya. Kwa hiyo Yesu Kristo akaonekana ana sifa. Kitabu cha Korinto wa kwanza sura 5. Korinto wa kwanza 5:7-8, Biblia inasema basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu
kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Asante. Basi na tuifanye karamu si kwa chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyochachika, ndio weupe wa moyo na kweli. Pasaka wetu ni Yesu mkombozi, ameshatolewa, amekufa pale msalabani. Sema amina. Tunaposherekea Pasaka, hatupasi kusherekea kama zamani kabla ya kuokoka. Zamani ilikuwa Pasaka unaagiza bia zinakaa kwenye friji. Zamani Pasaka ndo mtoko, umevaa nguo zimebana, unaenda bichi. Umevaa masuruali, umevaa nguo za mpasuo mpaka nguo ndani inaonekana, unakutana na boyfriend na girlfriend, unaenda kunywa pombe, unaenda kwenye klabu, unaenda kwenye mikesha, kwenye talabu. Lakini baada hao walifanya hayo, baadhi wanaofanya hayo hawakumjua Mungu aliye wa kweli. Sisi tumepata neema ya kuokolewa. Maandiko haya yanatuhusu sisi tuliookoka kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa tunaposherehekea Pasaka hiyo, tuisherekee kwa hofu, katika utakatifu, katika kumpenda Mungu kwa yale yote ambayo ametutendea, huko tukifurahi katika utakatifu. Unakuta watu wako Pasaka ameshika bia mkononi, Pasaka, wengine anaanguka anainuka hivyo, anarudi nyumbani yuko Pasaka hii Pasaka. Waliyafanya hayo kwa sababu ya kutomjua Mungu wa kweli. Sisi tumemjua Mungu wa kweli. Haleluya. Kumbe Pasaka maana yake katika Agano Jipya ni siku ya kukumbuka tulivyopata ukombozi kupitia damu ya Yesu Kristo pale Kalvari. Chapia Yesu makofi na vigelegele. Jina la Bwana libarikiwe. Pale Kalvari. Sasa sisi tunakusherehekea kwetu ni kuja siku ya Pasaka, kwanza tukiwa tumejitakasa. Pili, kila mtu kubeba sadaka ya kumshukuru Mungu kwa kumtoa Yesu afe msalabani, hata tumepata neema ya wokovu kama tulivyo leo. Yule Yesu mtenda miujiza anatenda maajabu katika kanisa la EAGT Mlima wa Faraja chini ya Askofu Aidan Mabuga. Usipange kukosa katika ibada zetu za uponyaji na kufunguliwa kila Jumapili saa 9:30 jioni hapa EAGT Mlima wa Faraja, ilipo Nyerere Road, Mchicha, Tazara, jijini Dar es Salaam. Karibu uabudu nasi Jumapili hii. Ibada ya kwanza ni saa 12:30 asubuhi. Ibada ya pili ni saa 4 kamili asubuhi. Na kwa maelekezo zaidi jinsi ya kufika, tupigie simu nambari 0755 65 67 49. Nasema hivi, wengi wamepokea miujiza yao na sasa ni zamu yako. Watu wote mnakaribishwa. Namuona Yesu hapa.